Kama umejikuta unaangalia video hii siku ya leo, tambua kwamba haujaifikia kwa bahati mbaya. Kuna nguvu zimekuongoza uweze kufika mahali hapa. Kwa sababu hii full moon ya tarehe 3 Machi inaleta mabadiliko makubwa sana ya kiroho na nishati katika maisha ya watu wengi. Hii ni full moon ya kufungua milango iliyofungwa na kuvunja mikosi na kuvuta bahati mpya. Watu wengi watapata hisia hizi hapa: mawazo mengi ya ghafla, ndoto nzito zenye maana. Watu watapata hisia kali bila sababu, hisia za huzuni, hisia za kutaka kulia. Wengine watapata kukumbuka mambo ya zamani, flashback zitakuwa zinajirudia vichwani mwao, na watu wengine watajikuta wanataka kuanzisha maisha mapya. Hizi zote watu watazifeel katika kipindi hiki cha full moon. Na kama umeanza kuhisi vitu hivi, basi tambua nishati ya mwezi tayari imeanza kukufikia. Na leo nitakuonesha nini kitaanza kutokea kiroho wakati wa full moon ya Machi. Na pia nitakuonesha jinsi ya kutumia nguvu za full moon kuweza kuvutia bahati nzuri, na nitakueleza mambo ya kufanya ili mafanikio yaweze kukufuata. Mafanikio hautakiwi kuyahangaikia au kuyatafuta, inatakiwa yakufuate. Na pia nitakueleza ni nyota zipi zitapata bahati nzuri zaidi katika full moon hii. Na ninakukumbusha tena, haupo hapa kwa bahati mbaya. Umeletwa hapa kwa sababu kuna kitu kinataka kubadilika katika maisha yako. Kwa hiyo usiondoke, endelea kubaki hapo hapo. Full moon ni kipindi ambacho nguvu za universe zinakuwa juu sana kuliko kawaida. Huu ni wakati ambao nia zako zinajibiwa kwa haraka zaidi. Maombi yanakuwa na nguvu zaidi, bahati zinabadilika, vizuizi vinaondoka na mambo yaliyokwama yanaanza kusogea. Katika kipindi cha full moon, ukifanya spell yoyote ile, iwe ya pesa, iwe ya kuachilia, iwe ya mapenzi, inapata nguvu maradufu. Na ndio maana hiki kipindi ni muhimu sana kukizingatia ili uweze kuvutia mafanikio na kuvutia bahati yako. Full moon hii ya Machi inaleta nishati ya kuachilia mabaya na kuvuta mazuri ili uweze kuanza ukurasa mpya. Na watu wengi baada ya full moon hii wataanza kuona fursa mpya, wataanza kupata mawazo mapya, pesa zitaanza kufunguka, mahusiano yatabadilika na safari mpya za maisha zitaanza, kwa sababu mwezi huu utakuwa unatoa nishati ya mabadiliko makubwa. Kila full moon huwa inakuja na nishati yake. Full moon ya mwezi huu ni full moon ya kuleta mabadiliko makubwa. Zipo dalili ambazo utazihisi kabla ya full moon kuingia na baada ya full moon kuingia. Ukiona dalili hizi, usiogope wala kushangaa. Tambua kwamba huo ni uwepo wa nguvu ya full moon angani. Watu wengi watapata uchovu bila sababu. Hii ni ishara kwamba mwili wako unapokea nishati mpya. Unajikuta unaamka na uchovu mkali sana na hujui umefanya nini, na sio kawaida yako. Hiyo ni nishati ya full moon tayari imeshaingia katika anga. Na pia watu watajikuta wanalala na kuota sana. Hiki ni kipindi ambacho watu wanaota ndoto nyingi sana, na mara nyingi ndoto hizi huwa zinakuwa na ishara ndani yake. Universe mara nyingi huwa inatuma ujumbe kwa kupitia ndoto wakati wa full moon. Kwa hiyo ndoto utakazoziota katika kipindi cha full moon usizipuuze, zizingatie sana. Na pia watu watajikuta wanakumbuka watu wa zamani. Hii ni nishati ya kuachilia yaliyopita. Kwa hiyo ukijiona unapata hisia za nyuma, yani ubongo wako una recall vitu vilivyopita, matukio yaliyokuumiza, hiyo ni nishati ya full moon inakukumbusha kuachilia. Achilia hivyo vitu ili maisha yako yaweze kusonga mbele. Na pia watu watapata hisia ya kutaka kukaa peke yao. Watu watakuwa wanatamani upweke. Hii ni ishara ya kusafisha roho yako. Nafsi yako inahitaji utulivu, inahitaji kujisafisha ili iweze kwenda katika hatua mpya. Universe inapotaka kuzungumza na mtu au inapotaka kufanya kazi ndani ya mtu, kitu cha kwanza kabisa inahitaji utulivu, na utulivu unapatikana katika kujitenga, katika upweke. Kwa hiyo ukiona unapata hisia hii ya kutaka kuwa peke yako, hiyo ni nishati ya full moon inataka kufanya kazi ndani yako. Kwa hiyo inahitaji ujitenge na watu.
na pia watu watajikuta wanapata mawazo mengi sana. Hiyo ni ishara ya kwamba universe inajaribu kukuonyesha mwelekeo mpya. Full moon itaingia tarehe 3 mwezi wa 3 kuanzia mida ya saa 8 na dakika 37 mchana, na full moon hii itadumu kwa muda wa siku 3. Saa hizi ni kwa mujibu wa saa za Afrika Mashariki. Baada ya full moon hii kuingia, watu wengi wataanza kuona bahati zinabadilika. Mambo ambayo yalikuwa magumu yataanza kuwa rahisi. Milango itafunguka, simu zitapigwa, fursa zitaonekana. Baada ya full moon kuwa positive, tarajia taarifa njema, tarajia kupokea simu ya pesa, simu ya kazi, simu ya fursa mpya, na pia tarajia watu wapya kuanza kuingia kwenye maisha yako. Baadhi yao watakuwa wasaidizi wako wa mafanikio au watu watakao kujulisha fursa mpya. Kwa hiyo full moon hii ni full moon ya kupokea watu positive katika maisha yako, na watu wengine pia wataondoka. Hawa ni wale watu ambao hawakufai katika safari yako ya mafanikio. Universe itaondoa watu wasiostahili kukaa karibu yako. Kwa hiyo ukiona watu wanaondoka katika maisha yako, wanaweza kuondoka kwa namna tofauti tofauti. Watu watakusaliti, wengine watajitenga tu bila sababu ya msingi, wengine utajikuta unagombana nao kwa vitu vidogo vidogo. Hiyo ni ishara kutoka kwa universe kwamba sasa safari yako imefikia mwisho na watu hao. Hii ni sehemu ya kusafisha maisha yako. Kwa hiyo usiogope wala usijisikie mpweke. Tarajia watu wapya kuingia katika maisha yako. Sasa tunaingia katika somo lenyewe la full moon. Jinsi ya kutumia nguvu za full moon ili ziweze kufanya kazi ndani yako na ili uweze kuvutia mafanikio. Nini unapaswa kufanya? Hapa naomba unisikilize kwa makini sana. Vipo vitu vingi sana vya kufanya katika full moon, lakini cha kwanza kabisa, hakikisha unaachilia kwanza. Full moon it is all about kuachilia. Unapoachilia ndipo unaruhusu sasa mazuri yaweze kuja katika maisha yako. Chukua karatasi pamoja na peni. Andika mambo yote ambayo huyataki katika maisha yako. Andika mpaka watu, taja mpaka majina. Kama unahisi huyo mtu ni kikwazo katika maisha yangu, muandike. Andika mambo yote yanayokusibu. Kama utajisikia kulia, lia. Kama utajisikia kuhuzunika na kusononeka, sononeka. Hakikisha unatoa machungu yako yote. Baada ya hapo, nenda kasimame nje sehemu ambapo unaweza kuona mwezi, au hata kama huoni, umefunikwa na mawingu, tambua kwamba nguvu ya full moon bado ipo. Chana hiyo karatasi, kisha peperusha angani, au choma moto, kisha yale majivu peperusha angani. Hapo utakuwa tayari umeuachia ulimwengu matatizo yako yote, na ulimwengu utashughulika nayo. Baada ya hapo sasa, unaweza kufanya chochote kile cha kuvutia maishani mwako. Kama unataka kuvutia mafanikio, kama unataka kuvutia bahati nzuri, unataka kumvuta mpenzi mpya, chochote unacho wish chini ya ulimwengu kitatokea. Baada ya kuhakikisha umeshaachilia, usiku wa full moon, chukua karatasi, andika kitu unachotaka. Andika mafanikio unayotaka, pesa unayotaka, unaweza kuweka mpaka na kiasi. Andika mabadiliko unayoyataka katika maisha yako. Andika amani unayotaka. Andika unataka maisha yako yawe vipi. Universe huwa inapokea maandishi kwa nguvu sana wakati wa full moon. Unavyoandika ni kama unafanya manifestation. Sasa hivi vitu vizuri ambavyo unataka vitokee katika maisha yako, huwa hatuvichani wala kuvichoma moto, bali tunahifadhi mahali pazuri, tunahifadhi mahali salama. Universe itayakumbuka maandishi yako na itayafanyia kazi. Na baada ya kuandika, hutakiwi tena kuwaza juu ya ulichokiandika kwamba je, kitatimia vipi? Universe inanisikiliza. Wewe ukishaandika umemaliza kazi. Maadamu nia imetoka moyoni mwako na unaamini kwamba hicho unachokiandika kitakwenda kutokea, basi universe itakusurprise. Maswali ya kwamba hivi vitu vitatimia vipi, hayo yaachie ulimwengu. Ulimwengu unajua jinsi ya kukupambania. Na yote kwa yote, ili manifestation yako iweze kutimia, ni lazima akili yako, hisia zako na matendo yako yaendane na kile unachokimanifest. Kama wewe umeandika mafanikio, basi make sure akili yako inawaza mafanikio.
Hisia zako zinahisi mafanikio na matendo yako yanadhihirisha kile unachokiwaza na unachokihisi. Kitu kingine unachotakiwa kufanya katika full moon hii ya mwezi wa 3 ni kuosha uso wako au mwili kwa maji ya full moon. Maji yana uwezo wa kubeba nishati. Wakati full moon inapoingia, ule usiku wa kwanza kabisa, usiku wa tarehe 3, hakikisha unajaza maji yako kwenye ndoo au kwenye chupa ya kioo ambayo ni transparent, yani mwanga unaweza kupita na kuingia ndani. Anika nje usiku mzima. Baada ya hapo, yale maji yatakuwa tayari yamefyonza nguvu za full moon kwa usiku mzima, na hayo maji yanakuwa sio maji ya kawaida, sio maji tu kama ambavyo unayachukulia. Yatakuwa ni maji ambayo unaweza kufanyia manifestation, kuachilia mabaya uliyoyabeba, au kuzalisha positive energy ndani ya nyumba au katika biashara yako. Hayo maji unaweza ukaogea, unaweza ukaosha uso wako, unaweza ukadekia ndani kwako, ukanyunyizia katika eneo lako la biashara, au ukanawia mikono. Na wakati unafanya hayo, unaweza kuwa unatamka nia zako. Kwa mfano, unaweza kuwa unatamka hivi: ninaachilia mabaya yote na ninakaribisha baraka. Kwa jinsi ambavyo hayo maji yanakuwa na nguvu kubwa ndani yake, basi hayo maneno unayoyatamka yanakuwa na nguvu maradufu. Nilishafundisha sana spell za full moon katika video zangu za nyuma zilizopita. Unaweza kutafuta masomo ya full moon na ukajifunza kwa vitendo. Na pia kitu kingine unachotakiwa kufanya ni kutazama mwezi kwa dakika chache angani. Angalia mwezi hata kwa dakika 2 mpaka 5. Yani ukazie tu macho. Tuliza mawazo yako. Hii itaunganisha nishati yako pamoja na universe. Yani kutakuwa na muunganiko kati ya wewe na universe. Na wakati unautazama huu mwezi, unaweza kuhisi vibration ndani ya mwili wako, au unaweza kuhisi kichwa kuuma, unaweza kuhisi kizunguzungu. Usiogope. Hizo zote ni ishara kwamba nguvu za universe zinaingia ndani yako na zinaanza kufanya kazi. Utajisikia mwepesi sana baada ya kutoka hapo, na utaanza kuona hiyo vibration inaanza kufanya kazi katika maisha yako. Utaanza kuona baada ya kutoka tu hapo, bahati zinaanza kukufuata au mambo mazuri yanaanza kukufuata. Kama nyumbani kulikuwa hakuna amani, huelewani na watu, utajikuta amani inaanza kupatikana. Yani wewe unaanza kuzalisha positive energy. Na kitu kingine unachotakiwa kufanya katika full moon hii ni kuondoa mawazo mabaya. Full moon huwa inaongeza nguvu za mawazo. Yani mawazo ya kila aina yanaweza kukujia kichwani mwako. Yanaweza yakawa ni mawazo mazuri au mabaya. Sasa unachotakiwa kufanya ni kucontrol mawazo yako. Binadamu tumepewa maarifa na utashi. Kwa hiyo, kwa kutumia maarifa yako na utashi, hakikisha una control mawazo yako. Kama ukiwaza mawazo mabaya, basi utavutia mambo mabaya maishani mwako. Yani mambo mabaya yanakuja kiurahisi zaidi. Na kama ukiwaza mambo mazuri, basi mambo mazuri yanakuja maishani mwako. Kwa hiyo kazi kwako. Amua kuchagua vitu vizuri maishani mwako, kuwa positive. Na kama unahisi mawazo mabaya yanatawala sana kichwa chako, basi nenda katika maeneo ya asili au sikiliza meditation music. Zitakupa utulivu na zitakufanya uwaze positive. Na katika full moon hii kuna nyota ambazo zitakuwa na bahati zaidi. Yani kila mtu anayo bahati katika full moon hii, lakini kuna nyota ambazo zenyewe zina nguvu kubwa zaidi ya kuvutia bahati. Nyota ya kwanza kabisa ni Pisces au tunasema nyota ya samaki. Huu ni mwezi wa nyota ya samaki, huu mwezi wa 3. Kwa hiyo bahati yao itakuwa ni katika milango kufunguka, kupata mawazo mapya na ndoto kuanza kutimia polepole. Universe itakuwa karibu sana na watu wa nyota ya samaki. Kwa hiyo watu wenye nyota ya samaki, kazi kwenu. Nyota ikisha kuwa na imefunguka milango yake, milango ikisha funguka katika nyota yako, kazi ni kwako. Chochote kile utakachokifanya kitatiki na utapata mafanikio kwa kishindo. Nyota ya pili yenye bahati ni nyota ya ng'ombe. Bahati yao itakuwa katika pesa, utulivu, fursa pamoja na kazi zitaanza kujionyesha.
Watu wenye nyota ya ng'ombe wataanza kuona mambo yakikaa sawa. Nyota nyingine yenye bahati ni nyota ya nge au Scorpio. Bahati yao itakuwa ni katika nguvu ya kiroho kuongezeka. Intuition itakuwa kali sana katika full moon hii, na pia watajikuta wanafanya maamuzi sahihi. Watu wenye nyota ya nge wengi watahisi kama wanaongozwa, yaani katika kila kitu wanachokifanya watajikuta kama wapo katika mstari sahihi, ni kama kuna nguvu fulani inawaongoza nyuma yao. Kwa hiyo watu wenye nyota ya nge, kazi kwenu. Na pia nyota nyingine yenye bahati katika msimu huu ni nyota ya kaa. Bahati yao itakuwa katika amani ya moyo, watajikuta wanapata amani sana na utulivu wa moyo. Na pia bahati yao itakuwa katika mahusiano yao, mahusiano yataimarika, ndoto zitaanza kueleweka. Watu wenye nyota ya kaa wengi watahisi utulivu mpya. Kwa hiyo kama ulikuwa unapitia dhoruba kali, tarajia utulivu baada ya full moon hii. Hizo ni nyota zenye bahati zaidi katika full moon hii. Kwa hiyo hizi nyota nilizozitaja, kazi kwenu. Katika full moon hii watu wengi hawataelewa kinachotokea. Yaani kuna watu watajikuta wanapata bahati kubwa sana maishani mwao, na kuna watu watajikuta wanapata mapigo makubwa sana maishani mwao. Sasa wengine wanaweza wakasema hii ni kawaida, wengine wanaweza wakasema ni bahati mbaya, ni coincidence, au nyota yangu ni mbaya, mimi nina mikosi. Lakini naomba nikwambie, kwa wewe ambaye umeanza kuelewa, kwa wewe ambaye unatazama video hii, universe inaongea kwa kupitia nishati, na hakuna kitu kinachotokea katika maisha yako kwa bahati mbaya. Na full moon ni moja ya njia kubwa ambazo universe inatumia kuleta mabadiliko. Kwa hiyo badiliko lolote lile utakaloliona maishani mwako, tambua kwamba hiyo ni ishara. Kama kuna mtu atakuumiza, tambua kwamba kuna kitu nyuma yake, kuna kitu universe inataka uelewe. Kwa hiyo badala ya kujilaumu, badala ya kupanic na kulia, kwanza tulia. Tulia ili nguvu za ulimwengu ziweze kufanya kazi ndani yako na uweze kuitambua hiyo ishara ni ipi. Ukishaijua ishara, hutapanic, hutaumia na wala hautaogopa. Mpendwa wangu unayetazama video hii, nataka ujue kitu kimoja muhimu sana. Haupo hapa kwa bahati mbaya. Kuna watu wengi sana duniani, lakini wewe umeletwa hapa kusikia ujumbe huu. Tambua wewe ni wa thamani sana, na ninathamini sana maamuzi yako. Inawezekana umechoka, umeumia, umejaribu sana bila mafanikio, watu wamekuangusha, mambo yanachelewa maishani mwako, lakini sikiliza vizuri. Kuchelewa sio kushindwa. Watu wengi wanaoangalia video hii ni watu ambao mioyo yao ni safi, wanapambana kimya kimya, wanateseka bila kuonekana, wanatafuta mwanga, na universe huwa haisahau watu wa aina hiyo. Kwa hiyo naomba nikuhakikishie, haujasahaulika. Inawezekana uliomba msaada muda mrefu uliopita, na leo umefika hapa kwa sababu jibu lako linaanza kuja polepole. Video hii ni moja kati ya ishara ya kwamba ulimwengu unakupambania. Full moon hii inaweza kuwa ni mwanzo wa bahati yako kufunguka, maisha yako kubadilika, milango yako kufunguliwa. Kwa hiyo usikate tamaa. Hata kama mambo hayaonekani kusogea, kuna mambo yanatengenezwa nyuma ya pazia. Unaweza usiyaone, unaweza usihisi dalili yake, lakini amini kwamba kuna tumaini kubwa sana mbele. Universe huwa inafanya kazi kimya kimya. Universe huwa inaongea kwa ishara, haitoi sauti. Na mara nyingi kabla ya baraka kubwa kuja maishani mwako, huwa kuna ukimya mkubwa. Inawezekana unajisikia peke yako, hakuna anayekuelewa, hakuna anayekuunga mkono, lakini ujue hauko peke yako. Kuna nguvu zinakuongoza hata kama hauzioni. Na kama umefika kwenye channel hii, ni kwa sababu kuna kitu ndani yako kimeamka. Sehemu yako ya ndani inataka mwanga, ukweli, mafanikio pamoja na amani, na safari yako imeanza tayari. Hata kama hauioni, kuna kitu kinakuja. Amini tu. Usiache kuamini, usiache kuomba, usiache kuota ndoto zako, kwa sababu watu wengi wanaofanikiwa ni wale ambao walifika mahali ambapo walihisi wamechoka kabisa, lakini hawakuacha. Na unaweza kuwa ni mmoja wao, na ninaamini kabisa
Full moon hii inaweza kuwa mwanzo mpya kwako. Na kumbuka tena, haupo hapa kwa bahati mbaya. Umeletwa hapa kwa sababu universe ina mpango na wewe. Na kama unahisi ujumbe huu umekufikia moyoni, umekugusa kwa namna moja ama nyingine, basi andika kwenye comment, nipo tayari kupokea bahati yangu. Na universe inapenda watu wanaojitokeza kwa imani. Inapenda watu wanaoamini positive, watu wanaotarajia mema katika maisha yao. Na bahati yako inaweza kuanza mapema kuliko unavyofikiria. Amini kwamba wewe ni wa thamani sana na unastahili mazuri yote unayo wish yatokee katika maisha yako. Haustahili kuteseka. Nikukumbushe tena, full moon ya tarehe 3 mwezi wa 3 ipo kwa ajili yako. Usiache kupita.